Kwa majina anajulikana kama Hassan Martin. Leo nimesimama hapa kidete kama mwana youth na represent Kisii County na Nyamira County. Nataka niongelee maneno mawili matatu ambayo ni mambo muhimu. Kwanza nataka niongelee uchaguzi ambao tulioufanya. Tulichagua kiongozi wetu ambaye ni kiongozi shupafu, lakini imefikia mahali nikana kwamba ameanza kutupa randa na ambao pia huyu rais wetu tuliyemchagua ameanza kutumia mbinu ambazo si sahihi kuwanyanyasa wale wananchi ambao walimchagua kama kiongozi. Kwa kweli wakati alisimama kanisani alibeba Biblia juu akasema ya kwamba nitatetea wananchi na nitawafanyia kazi. Mnipe siku 100 nitakuwa nimehakikisha kila kitu kitakuwa sawa. Lakini baada ya kuweka Biblia chini mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Barabara imebadilika, mwenendo umebadilika. Amekuwa ni kana kwamba anataka kutunyeza sisi wananchi tuliomchagua. Amekuwa ni kana kwamba ni mnyama ambaye anataka kutula sisi sote. Itakuwa ni aibu sana kumuona rais akipiga sahihi eti bei ya bidhaa mbalimbali zipande humu nchini. Kuna binadamu ama kuna wananchi ambao hawezi kukidhi mahitaji yao. Bei ya unga imepanda kusema ukweli. Hata mimi sasa hivi ninayeongea, wana youth wote wa kaunti ya Nyamira na Kisii wana uchungu sana. Sababu kila kitu ambayo tulikuwa tununua shilingi 5 kwa sasa akipo. Rais mahali popote ulipo. Sisi ndio wale tuliokuchagua, tena utakuja kutuhitaji baadaye. Ukitumia polisi ili watupige malisasi tufe, ni watu gani ambao utakuja kutegemea ikifika 2027 wakuchague kama kiongozi? Rais William Ruto, wewe ni kiongozi wetu, lakini umetupa randa na ambao pia. Keti chini ufikirie mara mbili. Na kuna haya mambo ambao ulisema unataka mkutane na msee, mkutane na Raila, muongee na yeye one on one. Hayo mambo sisi kama vijana tumesema kama hautabadilisha tabia yako ama hautabadilisha mwenendo wako, huyu msee hawezi kuja aongee na wewe. Sisi wananchi tunakuomba kila siku, jameni, kila asubuhi tukiamka ni kilio, jioni tukilala ni kilio. Bei imepanda ya kila bidhaa. Haya mama ambao umesema unataka kuongea na msee, mnaongeaje na bado sisi wananchi tunalia? Bado uchumi upo juu kabisa. Ukishukisha kila kitu chini, tutakukubalia uongee na msee moja kwa moja, ndio tukupatie nafasi uongee na yeye. Kama hautashukisha unga, kama hautashukisha bei ya mafuta, kama hautashukisha bidhaa zote chini, tumeamua sisi kama wanayutu wa Nyamira na Kisii hatutakuruhusu uongee na msee. Angusha bei ya bidhaa ndio tukuruhusu uongee na msee one on one. Sisi vijana ile mambo tumesema ya kwamba mkate nusu tumekataa. Tunataka mkate mzima full ndio tutakula tushibe. Hii mambo unatuambia eti unataka mkate nusu tumekanyaga chini, tumekataa. Hayo mambo hayatafanyika. Sisi kama vijana na kama sisi wananchi wote kwa jumla Kenya mzima tumeungana mkono, tumesema ya kwamba kama hautalegeza kamba, kama hautarudi chini, jameni, hatutakupatia hata hewa ya kupumua. Sasa hivi vijana na wananchi tumesema hatutakupatia rais. Rudi chini, ongea na wananchi, sukisha bei ya bidhaa. Haya mambo ambayo unatuambia tunataka kutujengea nyumba, nani amekuambia sisi ni maskini? Kwa majina mimi naitwa Vincent Kimani Saboke. Nataka kuambia Wakenya wenzangu, huyu mtu vile alituwekea maisha hivi ni maana alifikiria vile alitumia pesa yake kulipa huko juu atangazwe kwa nguvu. Wakenya wenzangu, ndio maana ameacha Wakenya wakisumbuka. Yeye alikuwa anataka arudishe ile pesa yake. Wakenya lazima tumukase huyu mtu na tutaingia kwa barabara tukufe, watoto wetu wakitoka nyuma wapate na amani ikiendelea kwenda mbele. Sina mengi, na waache ile tabia ya kuanza kunyang'anya Mama Ngina, the first president in Kenya, mama wa taifa. Unamnyang'anya askari mama mkongwe, eti unaenda na tena juzi nilisikia ukisema eti ongera sana askari kazi mmefanya. Nataka niambie askari hivi, kama mmeanza hivyo na nyinyi anza kuangaliana vizuri sana, mwenye anapiga mwananchi risasi ujue ni kabila gani. Kama tunaingiza ukabila ndani